ya ganzi imekuwa ikikutesa kwa mara nyingi sana. Lakini pia lazima ufahamu ya kuwa hiyo ganzi ambayo unaipata haikuja kwa bahati mbaya. Ilikuja kwa sababu tayari katika mwili wako kuna vitu ambavyo viko sawa. Hasa changamoto ya kisukari kwa mgonjwa wa kisukari, kwa maana kwamba kama ulishaambiwa changamoto ya kisukari lakini ukaichukulia poa, na sasa hivi unaanza kuona changamoto ya ganzi na kwenda kusumbua mara kwa mara, nikwambie tu ya kuwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo inapelekea leo hii unapata changamoto za ganzi ambazo zinakuwa haziishi. Sasa nikwambie tu ukweli, ukiendelea kukaa nayo hii changamoto ya ganzi, kuna wakati itafika utashindwa hata kunyanyua mguu, utashindwa hata kutembea, kwa sababu ganzi itaendelea kutapakaa, itaendelea kusambaa katika mwili wako. Wapo ambao sasa hivi wanabebwa, yani hawezi kutembea yeye kama yeye, lakini pia wapo ambao hata wakienda chooni wanadondoka kwa sababu ganzi imetapakaa kwenye miguu, anashindwa hata kuchuchumaa. Sasa hii yote huwa inatokea kwa sababu mtu anakuwa anadhani kwamba ile hali ambayo anaipitia ni hali tu ya kawaida, lakini pia anasahau ya kuwa yeye tayari ni mgonjwa wa kisukari, bado anakula vibaya, bado anaishi vibaya, haishi katika ule mtiririko ambao unatakiwa. Mazoezi kwake ni mwiko, yani hata mara mwisho kufanya mazoezi hajulikani ilikuwa ni lini. Sasa kama ni wewe na unapitia hali kama hii, nikwambie tu ya kuwa hiyo ni changamoto ya kisukari, inaendelea kukutesa, inaendelea kukusumbua katika mwili wako. Kama hautaichukulia hatua, hautaidhibiti kuanzia kwenye chanzo, ganzi itakutesa, ganzi itakusumbua kiasi kwamba itatapakaa mwili mzima. Utakosa usingizi nyakati za usiku, utashindwa kutembea, utashindwa kufanya kazi, utabebwa, utashindwa kuweza kuhudumia familia yako. Hakikisha unatibia changamoto ya kisukari, hakikisha unatibia ganzi ambayo uko nayo, hakikisha unatibu kuanzia kwenye chanzo cha tatizo.